Naitwa Nyelesi Faresi alimaarufu Mtunuki. Mimi ni dereva hapa, nipo Kongo maeneo ya Lubumbashi. Jana safari yangu ya kutoka Likasi nirudi usiku ilikuwa ni tarehe 6 mwezi wa 5 2026. Nikaja mpaka maeneo ya Danger nikatafuta parking, lakini bahati mbaya pale parking sikupata, sababu magari yalikuwa mengi pamejaa. Nikachukua uamuzi wa kwenda kulala kwa mjeshi. Nadhani kwa madereva wanafahamu kipindi nenda kwa mjeshi, ukitoka hapa Bianjelo kwenda kwa mjeshi kwa kilomita 30, lakini nimetembea kama kilomita almost kama 5. Nikakuta kuna changamoto, nikakuta kuna dereva ambaye alitekwa. Dereva ametekwa, wameondoka na gari, na ile gari ni tenki, kampuni ya Nilco. Gari ni tenki, kwa hiyo wakaondoka na gari. Wale watekaji wakamwacha dereva katika hali ngumu. Mimi nikamchukua yule bwana nikalala naye kwenye gari yangu, na mimi safari yangu kaishia pale pale, nikapaki hapo hapo. Nimelala naye mpaka asubuhi. Asubuhi kulivyokucha, nikaanza kufikiria namna gani ya kufanya, lakini bahati nzuri nikatoa taarifa kwenye mitandao ya kijamii kutafuta msaada, na bahati nzuri nashukuru msaada uliweza kupatikana. Kwa hiyo jukumu la kwanza lilofanyika ni start gari, nikaenda kupaki maeneo ya Somika. Kufika pale Somika, nikakutana na madereva wa tenki wanashusha mafuta katika depo za pale Somika. Nikaenda kuonana nao, wakakusanyika wote, nikawahadithia kilichotokea ikiwa na mhusika mwenyewe. Basi kwa nafasi zao wale madereva, kila aliyekuwa na chochote ameweza kuchangia. Wamechangia pesa isiyopungua kwacha faranga 85,000, ambao pesa hiyo ndio imeweza kutusaidia katika mizunguko ambayo tumeanza nayo tangu asubuhi mpaka hivi jioni, na ripoti ikiwa leo ni tarehe 7 mwezi wa 5 2026. Upande wa masaa kwa Afrika Mashariki inakwenda saa 2, lakini upande wa huku ni saa 1. Hivyo safari yetu tulianza kwa kwenda ubalozini. Baada ya kufika ubalozini, tukapokelewa pale, tukapewa maelekezo na balozi, akatuambia kwamba na tunapaswa kwanza kwenda polisi, mpate polisi report. Na kipindi hicho nikiwa nimekwenda balozini, pia kuna madereva wenzetu, baadhi yao waliweza kuja kutusapoti katika jitihada hizo, akiwemo Bosco, ambaye Bosco tumeanza naye changamoto hiyo kuanzia asubuhi mpaka muda huu naongea, hatujaachana, tuko pamoja. Sasa naomba niendelee mbele. Kilichoendelea baada ya hapo, tukaenda kupata polisi ripoti. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, swala likaenda vizuri. Tukiwa katikati ya mchakato huo, akapiga simu tajiri ambaye ni mmiliki wa kampuni ya Nilco. Akanipigia simu akaniomba kwamba amemtuma mwakilishi, ambaye mwakilishi huyo pia alimpa namba yangu ya simu. Huyo mwakilishi alifanikiwa kufika tulipo. Baada ya kufika tulipo, mwakilishi kwa mapenzi yake akatoa sababu kwamba mimi nimeagizwa na tajiri nije nisimamie ili zoezi. Kwa hiyo kwa hapa mlipofika mmefikia hatua nzuri, ila kwa sasa naomba mniachie mimi ili jukumu. Basi sisi hatukuona tatizo, na bahati nzuri mkurugenzi